So wase wengi wamekuwa kiniuliza mbona siku hizi napenda kutumia Binani sana kuliko hizo platforms zingine. So nataka niwajibu. So ukiangalia hii chart hata wewe kama wewe ni trader, ukiangalia hii chart, ni nini unaona? Si hata wewe unaona tu, si hata unajionea tu. Yeah. So acha niende straight kwa point. Ukiangalia hii chart ya Binani, utaona ni rahisi sana kuipredict. Yani iko clear, yani chart iko clear, alafu ni rahisi sana kupredict chart kama hii. And actually this is every trader's dream. Ni ngumu sana upate chart kama hii kila mara, but kwa hii platform zinapatikana kwa wingi. Ni rahisi sana kupredict market za Binani ukikompare na hizo platform zingine. Akis kudanganya. Na mimi wanafanya kitu moja. Mi after nimefanya research yangu, nikagundua about platform fulani ambayo iko na market ambayo ni rahisi kupredict. Mi huwa na stick hapo. Huwa na stick hapo na make sure nimewakamua. And by the time wanafikiria kuanza ku-update hizo charts zao, anze zile mbwapningi au mabroker wengine wanafanya, nitakuwa nishatengeneza pesa mingi sana. Okay? So hata by the time wafikiria kufanya hizo vitu, maybe itakuwa ni huko 2028 na huko. So hiyo utakuta nimewakamua kweli kweli. As long as na withdraw pesa na inatoka, mi wanakanga hapo. So mi wasifanyi kitu ati watu wanafanya. Ati sasa venye unaona watu wengi wanafuatana wakitrade gold kwa forex. Hata kwa signals groups ukiangalia mingi ni gold tu inapeanwa. Yani gold ndio inaheshimiwa sana. So watu wengi wana trade gold juu watu wengine wana trade. Juu wameona watu wengine wakitrade ama mamenta wakubwa wakitrade. Then wengine wanaonanga ni kama utrade gold wewe ni fala, wewe ni amateur, wewe ni mtu upcoming. So kila mtu anataka kujiona pro. Yani wanaamini ukitrade gold wewe ni pro. Na kuna kitu kaa hiyo. So mi huwa tofauti, mi huwa na move na pace yangu kama hii. Angalia tu vizuri. Ni rahisi sana. Hata nikiekelea hapa trade. Ona, nimeekelea 1k. Nimepredict price itashuka. Yani kitu hata mtoto mdogo anaangalia tu hivi anasema hii kitu na itashuka. Okay? Kwa sababu gani? Angalia tu hii market. Yani hapo unaweza trade tu na kitu inaitwa candlestick psychology. Unaangalia tu chart hivi na macho, unaanalyze tu na macho hivi na unaona entry na unaekelea. Okay? So hivi imagine kama unajua price action, unajua kuanalyze. Hapo unaweza tengeneza pesa mzuri sana. Na nimekuwa nikitengeneza pesa fiti sana. Nikitumia mostly kwa hii platform natumia SCS strategy. SCS strategy ni sasa nimetumia hapa. Single candlestick strategy. Natumia kando moja moja. Hata naweza trade na next nikitaka. Naweza ongeza stake maybe kama hata 3, acha tuone. Acha tuone next. Okay? Acha tuone tu. Juu wanashuka. Okay? Washamaliza kupanda, sasa ni kushuka. Ndio hiyo imeingia, tumetengeneza 910 Kenyan shillings. Alright? Juu wanatupatia 91%. Nimeekelea tena 2000, ndio hiyo. Tunatarajia pesa ngapi? 2730 profit tu. Juu nimeekelea 3. So natupatia 91%. Yani hii market ni rahisi sana kupredict. Yani wakishuka, wakiamua ni kushuka ni kushuka. Wakiamua ni kupanda ni kupanda. Hii ni kitu hata mtoto mdogo akiangalia tu hivi, ukishamfundisha mwambie hii unatafutanga entry hivi, una buy ukiona hivi, una sell ukiona hivi. Hii hapa anaweza tengeneza pesa mzuri sana. Alright? So that's why napenda kutrade sana na hii platform. Alright? Napenda sana kutrade na hii platform juu ziko very easy kupredict, hata kuanalyze. Okay? Mimi hata nikikuja kuanalyze market kama hii na nikose kuona zones, natumia candlestick psychology. Hakuna haja ya kuanalyze tena. Candlestick psychology imetosha. Na si chart peke yake. Charts mingi actually. Angalia hii. Imekuwa ikidrop, wakaamua kupanda, wakaamua kushuka, wakaamua kupanda, sasa hivi wameamua kushuka. Nini uweze elewa hapo? Uwezi taka kutrade kwa kitu kama hii. Tengeneza pesa kwa tumia hiyo opportunity kutengeneza pesa. Na hata si peke yake, angalia. Angalia hata hii. Look at this. Kama ni kupanda, ni kupanda. Kama ni kushuka, ni kushuka. Kama ni kupanda, unaona? So ina depend unatumia strategy gani ama minutes ngapi.
So mi mostly natumia ACS strategy, single candlestick strategy, natumia candlestick psychology strategy. Naangalia tu candlesticks behavior na nazimaster na ni hivyo. So that's why unaona mostly nimestick sana kwa Binance siku hizi, kwa sababu ni rahisi sana kupredict market za Binance, trust me. Na mimi mali naona ni rahisi kupredict, ndio mimi wanakaa na make sure nimewakamua kweli kweli. By the time unafikiria kuanza kuupdate hizo charts zao, anze manipulation kama wengine, nitakuwa nimeshawakamua kweli kweli, na kabla wafikirie maybe itakuwa ni huko 2028 na huko, unanipata ama 2030 hata. Tu bado hawa hawajakaa sana, wanataka clients, so hawezi anza kuleta ubwakni sana. So hata kwa withdrawals zangu ukiangalia, nimekuwa nikitoa tudo, unaona withdrawals ni mingi, siwezi kuonyesha zote, ni mingi sana, but hata ukiangalia the last 3, juzi tarehe 15 nimewithdraw 9,600. Juzi tena tarehe 18 nimewithdraw 8,000. Jana tarehe 19 nimewithdraw 12,000. Leo tarehe 20 naweza withdraw tena more than that. So unaona kama sasa nishatengeneza pesa ngapi leo tu peke yake. Ndio hizi trades za leo, acha nikuonyeshe. Leo tu peke yake history ndio hii. Leo tu peke yake ndio hizi trades nimefanya, okay? Hizi ndio trades nimefanya. Za kwanza 2 nililose, nikachapa hizo zingine nikarecover. Hizi ni zenye nimefanya saa hii. Unaona? Hizi ni zenye nimefanya saa hii. As long as uko na capital, unaweza tengeneza pesa nzuri sana. Mimi na recommend hii platform kwa beginner yoyote. Kama wewe ni beginner, ndio platform unafaa utumie, kwa sababu hata si lazima uko beginner peke yake. Kama wewe ni trader tu na au yuko profitable bado, kama unatumia Deriv, Cortex ama any platform, Pocket Option, IQ Option, hizo zote, kama una trade huko na you are not profitable, mbona usijaribu hii? Na ikikuwakia stick hapo, usifanye ati watu wanafanya, na usitrade na hiyo ati mimi na trade nayo. Trade nayo juu inakuwakia. Mimi wanafanya kitu juu inaniwakia, sifanyi juu watu wanafanya. Alright, mimi sifanyi juu watu wanafanya. Ikataka kuniwakia na wachana nayo. Withdrawals, bora tu una withdraw na pesa yako inatoka. Hiyo juu kuna broker anaweza kuwako sawa, ni rahisi kupredict, lakini doza zako anakataa nazo, si kweli? But with hizo nimekuwa nikiwithdraw na sijaiona wamekataa nazo. Hata sometimes wana delay. Delays, hakuna platform inanga delays. Hata iko ni platform gani, sometimes kuna delays za withdrawal. Inaweza kata siku moja, siku mbili, siku tatu. Kuna zingine zinakata wiki. Alright? But bora tu hiyo pesa itoke. Hiyo ndio kitu ya maana. As long as imetoka, bora umepata haki yako hata kama imechelewa. Hiyo tu ndio ya maana. Okay? Wewe usikuwe na wasiwasi hata ukiona imedelay. Wewe by the time inatoka, ile imebaki, trade nayo, tengeneza pesa, tengeneza do. By the time ile yenye withdraw imetoka, unatoa ingine. Okay? So even though trading na ukitaka kusurvive kwa trading, una trade kitu yenye ni rahisi kutrade, yenye unaona ni rahisi kwako kutrade. Kama mimi mostly na trade turbos. Hiki tu iko na vitu mingi unaweza trade. Iko na turbo, iko na currencies, iko na stocks, iko na indices, iko na crypto, iko na commodities. But mimi napenda kutrade turbo. Easy my friends, iko na pesa mpango. Unaona hizi turbo ni rahisi sana kutrade. Ona kama ibadi inapanda. Ona tu tangu nifungue chart mpaka sasa ibadi inapanda. Niambie, unaweza tengeneza pesa ngapi trade tu na candlestick moja moja, ama according to your strategy? Yani wewe una predict tu, bora tu umepata tu ka trend, pita nayo. Kama wanashuka, shuka nao. Kama wanapanda, panda nao. Kama wana consolidate, avoid, achana nao, unless utumie sasa strategy yenye inaendana na consolidation. Unaona? So kama una trade na hii platform, ni rahisi sana. Hata mtu yote mwenye ashajaribu hii platform unaweza niambia tu, unless kama ni wewe uelewi kitu inaitwa price action, kwa sababu price action pia kama uelewi hauwezi trade kwa kitu kama kitu safi kama bado uta lose. Alright? Na pia kama una discipline. So inatakikana unaelewa pia price action. That's why hata nimekuandalia course ya price action, nimekuwekea link hapo kwa description. Enda uklik,
Videos nimekupangia hapo zimekufundisha kila kitu kuhusu price action from scratch mpaka mwisho, utaelewa kila kitu. Then sasa ingia, ukifungua account kama hii ya Binani unapatiwa free 1.5 million Kenyan shillings. Ndio hii demo. Kama ni USD currency unapewa $10,000. Una practice nayo mpaka ushike. Ukishashika unarudi kwa live. Hii 1.5 million Kenyan shillings ni ya kupractice. Na ukiblow, ukipoteza kila kitu, unapewa ingine mpaka time utasikia umeridhika. Then sasa unakuja kwa live, unaweka pesa yako yenye uko nayo, capital yako, unaanza kutengeneza do. Kitu rahisi tu hivyo. So I hope nimejibu kila mtu mwenye amekuwa akijiuliza mbona siku hizi napenda kutumia Binani. Ni hiyo tu. Hiyo ndio reason yangu, kwa sababu mimi huwa na stick. Hata zile mwezi nilikuwa naanza kutrade, nilianza kutrade na Olymp Trade. Na hiyo Olymp Trade kuna vitu specific nilikuwa na trade. Sikuwa na trade currency, sikuwa na trade hizo madini hizo wapi ni zingine hizo zenye nachukia hadi wa leo. Nilikuwa na trade tu hizo vitu, kwa sababu gani? Hizo tu zilikuwa zinanipatia do. Mpaka time nikakuja nikagundua derivative indices, nikawachana nao, nikakuja huku nikakuta huku sasa wanapa. Sasa kitu nilipandia derivative ni zao ziko juu ya return, na walikuwa sawa hiyo time. Squeeze kuna venye wako, but unakuwa mjanja. Ukiwa mjanja pia unatoboa huko pia, okay? But huwezi compare na hii. Unaona hii, my friend, kama ni mtu unaelewa candlestick psychology, unaweza tengeneza pesa mzuri sana kwa hiyo platform. So ndio tutaenda ka trick kingine kamoja tuone. Na mimi mostly trade turbo mostly turbo ndo mostly niona hizi vitu ziko na pesa mtu wangu. Hizi vitu ziko na do. Kama ungoki trade huko na ujakoki trade hizi vitu, unajua do zimekuwa zikikuacha. Hapa ndo kuna pesa watu wangu, hapa ndo kuna majeda. Okay? So hii nayo imekuwa ikiconsolidate bado. But ukiangalia nyuma utaona ziko same tu. Kani kumove zina move. Alright? Hizi turbo ndo ziko na pesa. Kwa kitu kingine. Cha tutafute. Haya, naona hii bado anapanda. Acha tuone kama tutapanda na hiyo next candle. Naona waamua kupanda, pullback, wanapanda na candle mbili, pullback, candle next, najua watafanya nini? Watapanda. Acha tuone. Wakifunga na wiki itakuwa noma. Ndio iko sawa sasa. Hiyo wakifunga na hiyo itakuwa safe. Ndio hiyo basi. Tutengeneze 2,700 kwa hiyo trade. Alright? So ndio ina run. Alright? So tumepredict kwamba hii price hiyo candle next itapanda in the next 1 minute. Alright? Na 1 minute ikiisha, kama price bado iko juu ya entry yetu, tunakula pesa ngapi? 2,700 na ya kutoa. So naona iko na 30 bob juu. So acha tuone. Tumebakisha 25 seconds ifunge. Okay? So acha tuone venye itafunga. Hivi sasa kushtua matime venye itaisha inafai kushtua. So tumebakisha 10 seconds. Haya. So hii na imeturamba. So that tuongeze stake, tuweke 4, tushuke nayo. Okay? Kama umeamua kushuka. So nimeongeza stake 4,000, tushuke nayo tu recover. Sio 3k imeenda. Sasa tuwape 4k, waturudishie 3k yetu tuondoke, si ndio? Hapo sawa. So tupe 3k yetu. Simple. Hii hata ukipoteza uko na hopes in the next trade itakupea. Yani hata kama ni kulose, huwezi lose kwa trades zote moja tu. Kumbuka kulose iko, si ati hakuna, kulose iko. So hiyo lazima uzoee. Right? Na ukishazoea na ukishalan ku accept kupoteza, hapo ndo utaanza kukua profitable na confidence inaingianga hivyo tu. So yaogopa kupoteza. Hii hata hii kienda, capital bado iko hapa, na irudisha nayo teke. Capital bado tuko nayo hapa. Okay? Yeah. So tumebakisha sekunde kama 4 tu peke yake. Ukifunga tu hivi, ndio hiyo boom imeingia.
kidogo hivi iende. Haya, wacha tutafute ingine tutengeneze tufikishe 30k, sawa? Halafu tu withdraw. Actually nilikuwa nimesahau, unafaa tu withdraw, sawa? Tutoe some profit, alright? Haya, hii market naona iko stable sana, wacha tutafute yenye iko stable, sawa? Tunaweza kutengeneza nayo pesa vizuri. Kitu hii hata ukue kurutu aje, tuko na downtrend hapa, wanataka kutengeneza kama momentum hapa, okay? Hii ni downtrend, ukiona hii ni downtrend, so wako na force ya kushuka. Sasa tuone wenye watafunga, okay? Naona watafunga vibaya, bado tutafutangi ingine. Bado hiyo, bado tutafuta ingine, turbo ingine hiyo bado. Masaa imeenda, hiyo imefunga vibaya. Natafuta kitu smart kama momentum tu kazuri, hiyo ndio iko safe. Usingie kugambo ati sasa juu nimesema wakishuka na shuka na wao, hapana. Kama hii itakuwa candlestick mzuri sana, wangeendelea kuivuta chini, tungeingia na next, okay? Hiyo ni space, inaitwa space. Tutafute ingine tuone. Kuna hii ni Bitcoin, spendi Bitcoin. Turbo, wacha tuone. Turbo only turbo. Haya, hawa wameamua kushuka, ndio hiyo candlestick sasa. Hii sasa unaona walikuwa wanapanda, kushuka, kupanda, sasa wanashuka. Hapa sasa tunaweza shuka na acha tuweke 5k. Na tushuke na hao, tutengeneze kitu smart, ndio hiyo. And boom. Na nimedunga. So hii ikiingia tunafunga. Hii ikiingia tunafunga. Hii ni sure shot. Alright. So hii hata kani kulose, huwezi lose trades zote. History ndio hii hapa. Nime lose moja. Na last time nili lose 2 ndio hizi hapa. Nikianza nili lose 2 actually after hapo nika recover. Hii ni tulianza kutrade hapa. Wakati nilianza kurecord hii video, tulianza kutrade na hii hapa. Hizi hapa ndo tulianza, okay? Sasa hii tuko hapa. Hii ni ile tulipoteza, tukarecover, sasa hii tuko hapa. Na niko sure itaingia, tumebakisha 16 seconds. Acha muone, mjione tu ipasi ikiingia, tufikishe 30k, tuwithdraw 10k. Tufunge siku. So ni rahisi sana kupredict hata bila analysis. Sasa imagine ujue analysis. Unaona? Ndio imeingia. Tumefikisha 32k. Hivyo tu. Okay? Hivyo tu, na bado naendelea kushuka. So hebu niambie, kama wewe ni trader, unaweza ondokea platform kama hii. Huwezi, utastick hapo mtu wangu, na unaweza kutengeneza macheda. Hata kama ni gambler, hapa naye unatengeneza pesa, sikudanganyi. Hapo unatengeneza pesa. Sawa? So hebu melan, tena rudishe kwa 1k. Ta trade cash. Hivyo tu, rahisi tu hivyo tu. So wacha ni withdraw ka 10k ama 12k hivi, nibaki na 20k, okay? So nitakuja hapa kwa finance, alafu hapa niweke 12k. Alright, 12,200, nibakishe 20k kwa account. So ukiangalia hapa wanasema available ni 30k na total ni 32k. Hiyo inamaanisha maximum yenye inaweza withdraw na M-Pesa ni 30k. Sawa sawa. So usikue confused hapo. Maximum inaweza toa ni 30,000. So hata sasa nikiweka more than 30k watakata. Cha tujaribu na nyinyi muone. Niweke 31k. Sawa. Jina langu, niweke hiyo email, alafu ni send request. Sinaona wanakata. Wamesema amount of withdrawal is more than the maximum. Maximum amount is 30,000 Kenyan shillings. Sasa umejionea. So tusichanganyane hapa mseme kwani kunaendaje, available ni 30 na huko ni 32. Hivyo ndo kuko. So hiyo nilikuwa nataka tu kuonyesha. So then withdraw ile nilikuwa nataka ku-withdraw 12,200. Sawa? Alafu kila kitu nishajaza. So send request. Sawa?
Nikisha send request itabidi nikimbie kwa email yangu, itabidi nirudi kwa simu watu wangu. Haya, so nimeenda nika confirm, kasema ni 364749, alafu send. Boom. Ndio sasa. So email yangu sija hii yenye nimetumia hapa sija login kwa laptop. So nitajaribu ni login kwa laptop ndio nisikuwe nasumbuka kuenda kwa simu tena, okay? Yeah, so that's why ilibidi niende kwa simu ni confirm ndio nipate hiyo code ya withdraw. So ndio nisha withdraw, iko in progress, iko pending. So na washatoa kwa account, so mama ametoa tumebakisha 20k. So najua in the next 30 minutes to 1 hour hapo nitakuwa nimeipata, ama hata 2 hours, ama hata venye itakaa tu, mimi sitaki kujua, bora tu pesa yangu iingie kwa account. Sawa. So hivyo tu, that's why napenda kutrain hii platform. So ni mwajibu. So kama unataka kujaribu hii platform, create account na link kwa hapo kwa description. Saa hii upate free 1.5 million Kenyan shillings kwa demo ya kupractice, ama $10,000 USD according to the currency yenye umechagua. Then ukitaka kudeposit pesa kwa account yako utapatiwa 150% bonus. So inamaanisha kama uko na $100 wanakuongezea $150. Hiyo ni bonus tu ya kutrade. So kama ni mse unalialia capital nini hapo, watakuwa wamekuokolea, watakuwa wamekuboost. So utakuwa na $250. Hivyo tu, just like that. So ukiangalia 1,025 uko nayo hapo, unatengeneza pesa mzuri proper. Then kama una watch video kwa hii channel mara yako ya kwanza na hujasubscribe, pia make sure umesubscribe ni anytime nime upload videos kama hizi unakuwa kwanza kujulishwa, au sio? So tukutane tena kwa the next video.